Umekuwa pamoja na sisi katika somo la asubuhi. Somo tulionalo ni mwendelezo linahusu Roho Mtakatifu mwenyewe. Asubuhi tulikuwa na utangulizi wa somo la Roho Mtakatifu. Tumejifunza kwa kifupi Roho Mtakatifu ni nani na ile dhana ambayo imelenga juu ya Roho Mtakatifu katika baadhi ya Wakristo wa sasa au kanisa. Na pia tumejifunza umuhimu wa Roho Mtakatifu katika kanisa na katika mtu mmoja mmoja. Na tupo tena kwenye mwendelezo huo. Katika hapo tumejifunza tuna neno moja tu kwamba Roho Mtakatifu si nguvu. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Hiyo itakuwa ni mstari wetu ambao tutakuwa tunatembea nao kwenye kumbukumbu kwamba Roho Mtakatifu yeye si nguvu. Yeye Mtakatifu ni Mungu kabisa ambaye anahitaji ushirika na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Katika somo hili tutajifunza mambo kadha wa kadha. Tutajifunza kumfunua Roho Mtakatifu kulingana na neno la Mungu. Lengo la somo hili la kwanza kabisa ni kumfunua Roho Mtakatifu kulingana na neno la Mungu linalosema juu ya Roho Mtakatifu. Lakini pia tutaweza kuelewa kazi zake katika Agano la Kale. Roho Mtakatifu alikuwa na kazi gani? Lakini pia katika Agano Jipya nao tutaweza kujifunza zile kazi ambazo alikuwa anazitenda Roho Mtakatifu. Lakini pia tutaweza kueleza jinsi Roho Mtakatifu anavyofanya kazi ndani ya muumini katika siku hizi tulizo nazo. Kwa jinsi gani Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani ya muumini tutapata kujifunza. Lakini pia tutapata kuelewa karama na matunda ya Roho katika maisha ya Mkristo. Karama zile tutajifunza moja baada ya nyingine katika zile karama 9. Lakini pia tutajifunza matunda ya Roho kwa undani zaidi. Lakini tutapata kujifunza uhusiano kati ya karama na matunda ya Roho. Yesu asifiwe. Maana unakuta mwingine ana karama lakini hana matunda ya Roho. Kwa tutapata kujifunza katika uwiano kulingana na neno la Mungu linavyotaka tuwe. Lakini mwisho tutapata kujua jinsi ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Napo tutapata kujifunza jinsi ya kujaza na Roho Mtakatifu. Lakini pia tutajifunza sasa jinsi ya kuenenda katika Roho kila siku. Na gani sasa tunaweza kuenenda katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo huo ndio utakuwa msingi wetu ambao tunaenda nao. Kumbuka tu kauli ambayo tuko nayo ni kwamba Roho Mtakatifu sio nguvu, bali ni Mungu mwenyewe akifanya kazi ndani ya mtu. Kwa niombe sasa, kwa sababu tunakuwa na maandiko, niombe tusome maandiko, tutaenda haraka kidogo kwa sababu muda wetu umesonga kabisa. Kama ambavyo tumeshasoma huko nyuma, basi nilikuwa naomba tusome yule wa Yohana 14 na mstari wa 17 na 17. Kupitia maandiko kwa kifupi ambayo pia yatatujengea ule msingi wa Roho Mtakatifu. Yohana 14:16 na 17. Yes, Yohana 14 mstari wa 16 mpaka 17. Nao nasema, nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Amen. Hii ilikuwa ni ahadi ya Bwana Yesu. Kumbuka asubuhi tumejifunza maana ya huyu Roho Mtakatifu. Tukaangalia zile M4. Tukasema atakuwa mshauri, atakuwa mtetezi, atakuwa mnakumbuka. Mshauri, mtetezi, mfariji na lingine. Lazima ongeza lingine, msaidizi. Lakini lingine ongeza na lingine pia ni mlinzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu alipokuwa anatuambia kwamba atamtuma huyu Roho Mtakatifu, kwa sababu wanafunzi wake pia walikuwa baadhi yao wamfahamu kabisa kwamba kuna huyu Roho Mtakatifu yupo. Lakini Yesu alitambua hata sasa leo hii anatuambia kwamba Roho Mtakatifu yupo, lakini sasa hawezi kuja mpaka pale Yesu alipokuwa anaanza kumtambulisha, anaanza kumfunua
Roho Mtakatifu ni Mungu wa namna gani. Yeye ndio muhimu, kwamba mimi hata nikiwepo ni afadhali mimi niondoke, ndipo atakapokuja huyo, na atakapokuja huyo atawasaidia kuweza kuishi maisha matakatifu, atawasaidia kuweza kuwakumbusha, lakini sio tu kuwakumbusha tu, lakini vile vile kuwafundisha. Na ukiangalia rudi nyuma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kawaida ndio kinataka kiitwe kitabu cha matendo ya Roho Mtakatifu. Kila sura imemtaja Roho Mtakatifu kwa namna yake. Ukianza katika sura ya kwanza mpaka ile sura ya mwisho katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ni kwa namna gani Roho Mtakatifu alijifunua. Na ndivyo hivyo hapo Roho Bwana Yesu anatamani tumjue huyo Roho Mtakatifu. Hilo Roho Mtakatifu tutakapomjua, ndipo tutakuwa tutamruhusu ndani ya mioyo yetu, ndani ya kanisa aweze kujifunua kwa namna ya ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Yale ambayo tunatamani kuyaona kwa macho, ambao malaika walitamani wayachungulia kwa mbali sana, lakini hakuweza kuyaona. Hayo mambo Roho Mtakatifu anatamani tuyaone kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Tutayaonaje kwa macho? Ni pale tutakumruhusu Roho Mtakatifu na kumfahamu sana. Kwa maana sasa hii ameruhusu somo hili ili tuweze kujua na kumjua huyo Roho Mtakatifu. Tusome pia Wakorintho wa pili 3:17. Ndani hili ndio Wakorintho wa pili hapo nasema Bwana ni Roho. Tusome pia andiko Wakorintho wa pili 3:17. Yes. Naona sema basi ndiye Roho, lakini alipo Roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru. Biblia inatuambia kwamba basi Bwana ni Roho, na alipo Roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru. Biblia inamfumua Roho Mtakatifu pia kama Bwana. Yeye ndiyo Bwana, basi Roho ni Bwana, alipo Roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru. Roho wa Bwana anapoingia ndani yetu anatusaidia, hofu inaondoka, hofu inakimbia. Maana neno la Mungu linasema kwa maana mkupewa roho ya hofu, hatukupewa roho ya hofu. Kwa Roho Mtakatifu anapoingia ndani yetu, sisi tunapata nguvu ya kuweza kushinda, lakini pia tunapata nguvu ya kuweza kufanya matendo yaliyo mema, yale mapenzi ya Mungu. Tunapata nafasi na nguvu ya kuweza kuishinda dhambi na mizizi yake. Dhambi ile na mizizi yake haiwezi kujishinda kama hatuwezi kukaa ndani ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio anaotusafisha. Kumbuka kama tunajifunza kile kipengele cha sifa za mtu wa maombi, ambapo neno lake lilikuwa ni kujitakasa, kwenda kuelekea kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio anaendelea kututakasa. Ukiangalia katika hilo, hapa anazungumza katika sura ile ya 16, Yohana anasema huyu Roho atakayekuja atawakumbusha kwa habari ya dhambi, hukumu na haki. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tunapokuwa naye ndio anaendelea kutuhakiki na kutuhakikisha katika mapenzi yake. Anatupa uwezo wa kutembea. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio Bwana mwenyewe, na katika kazi ambazo zimekuwa kuzitenda ni Roho Mtakatifu ndio anazitenda ndani ya kanisa na ndani ya waumini. Kama Roho Mtakatifu hayupo, kunakuwa hakuna uhuru wa kiroho, kunakuwa hakuna uhuru wa kiroho. Lakini Roho Mtakatifu anapokuwepo, uhuru unatawala, dhambi inakimbia, hakuna tena utumwa wa kimwili, hakuna tena utumwa wa dhambi, hakuna. Dhambi haina tena nafasi ndani yetu, kwa sababu huyu Roho Mtakatifu ndio anayelisha miili yetu hiyo katika hali ya utumwa. Utumwa unaondoka, tunapata uhuru katika kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni muhimu sana. Pasipo huyu hatuwezi kuwa na ujasiri wa kumtumikia Mungu kwa furaha. Hatuwezi kuwa na ujasiri wa kumtumikia Mungu. Soma ile Matendo ile muda 8 ambao pia tumeshasoma huko nyuma, tunapitia tu, ambao anasema ndipo mtapokea nguvu akishawaijia juu yenu Roho Mtakatifu, na mtakuwa mashahidi wangu. Kwa hiyo sasa hivi wewe mashahidi huku lazima tuwe na huyu Roho Mtakatifu. Ulimtanguliza tu akija ambayo tayari tumejifunza asubuhi, na nguvu hiyo anayozungumza ni ile sio nguvu ya kibinadamu, si ya kibinadamu. Ile nguvu ambayo ni dunamis, ambayo ni nguvu ya Mungu iliyotenda kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu asifiwe. Amina. Maandiko haya ambayo tumejifunza ni msingi matatu, ndio msingi wetu wa leo hii wa somo hili, ambalo Mtakatifu ni msaidizi wa milele.
Yeye ndio chanzo cha huu, na yeye ndio nguvu ya huduma. Ukitaka kutembea katika matendo makuu na ya ajabu, lazima kuwe na Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu si tena jambo la hiari, bali ni jambo ambalo ni sharti Roho Mtakatifu tuwe naye. Sasa Roho Mtakatifu ni nani? Tumejifunza mwanzo katika utangulizi. Roho Mtakatifu ni nafsi halisi kabisa ya Mungu. Yeye sio upepo kama watu tumejifunza katika dhana ambazo zipo ambazo zinakosa ule ulinganifu na maandiko ya Biblia. Roho Mtakatifu sio nguvu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya Mungu. Yeye ana hisia, yeye ana mapenzi, yeye ana utashi, yeye anaweza kuamua, yeye ana upendo, anaweza kuamua kadri apendavyo yeye. Ni nafsi ya Mungu yenye ushawishi, yenye hisia, yenye kutaka ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa yeye sio kitu, bali yeye ni nafsi. Wengi tunamfahamu Roho Mtakatifu katika namna nyingine tofauti kidogo, sio katika namna ya ushirika wa nafsi kuwa na ushirika naye, kwamba unaweza ukazungumza naye, kwamba unaweza ukamweleza kile ambacho unachopitia kwa sababu anajua, na ukataka ushauri kutoka kwake. Kumbuka zile elimu 4 ambazo tumejifunza, na leo tutakuongezea elimu nyingine ambazo zile elimu 5. Msaidizi, yeye ni msaidizi, yeye ni mshauri, yeye ni mtetezi. Katika mambo yote yeye anakuwa mtetezi, lakini yeye pia ni mlinzi juu ya maisha yako. Roho Mtakatifu tunapomfahamu umepata kila kitu. Na ndio maana Yesu alijaribu kuwasisitiza sana wanafunzi wake, msisubiri, msiende kokote mpaka mtakapopokea nguvu. Huyo Roho Mtakatifu atakapokuja juu yenu, ndipo mtakapokuwa mashahidi wangu. Ndipo mtapoweza kusimama katikati ya shtumu ya kuuawa, katikati ya mateso mengi. Na Bwana sasa unaona karibu mitume wote kumtoa Yohana tu, wote walikufa katika kifo kile cha kupigania imani. Walikufa wakiwa wamesimamia imani. Hakuna hata mmoja ambaye alimkana Yesu. Kila mmoja alimhubiri Yesu hata kufa. Wote walikufa wakiwa wamesimama katika imani. Nani aliyowawezesha kusimama? Huyu Roho Mtakatifu. Kabla ya Roho Mtakatifu, tunaona mitume walijificha, wote wakakimbia. Hata pale ambapo Yesu alikuja kukamatwa, wote walikimbia. Hakuna mmoja tu ambaye alikuwa anamfuata kinafiki. Tunaona Petro alikuwa akimfuata. Alikuwa anaangalia, lakini hakutaka kuonekana kwa watu kwa sababu hakuwa na Roho Mtakatifu, hakuwa na nguvu. Alikuwa anatamani kumfuata Yesu. Ndio maana akasema niko tayari kufa. Mimi nitakufuata hata kufa, niko tayari. Yala Yesu alipomtazama akaona huyu anaongea tu kwa sababu ya hisia, ni kwa sababu ya utashi wake, lakini ile unakosa ile nguvu, dunamis. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na akamwambia leo hii kabla hajawika utaonekana mara 3. Petro akashangaa sana. Lakini ndipo ilipotokea. Sasa tunaona hata kati anakuja kukamata Yesu, bali wanafunzi wake walikimbia wakamwacha peke yake. Na ndivyo ilivyo hata majaribu yanapokuja. Kwa hiyo hakuna Roho Mtakatifu, ni rahisi kumwacha Yesu kukimbia kaenda huko. Ni rahisi kukana imani. Ni rahisi hata kutoipigania imani mpaka mwisho. Lakini alipovaa ile nguvu, alipompokea Roho Mtakatifu, tunaona sasa mitume wanaanza kutembea kwa ujasiri mkuu, wakihubiri ile sio tu mtume, hata wale wote waliomwamini na kumpokea Roho Mtakatifu, wote wakawa katika ujasiri. Filipo hakuwepo katika sehemu ya wale wanafunzi wa Yesu, lakini tunaona namna alivyotembea. Tunamwona Stefano naye mpaka anapigwa kwa moyo mpaka kufa, anasema Bwana wasamehe hao. Yesu asifiwe. Ni Roho Mtakatifu. Biblia inatuambia Stefano akiwa amejaa neema na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni muhimu mno, na yeye anataka tumfahamu jinsi alivyo. Lakini pia Roho Mtakatifu ni mshiriki wa Utatu Mtakatifu. Kama Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, yeye ni mshiriki. Yeye sio wengine wanaona kutoka kuwa Baba, Mwana ametajwa mara mwisho, wanajua huyu ni Mungu. Kabla katika sehemu ya ule Utatu, nafasi yake ni ya chini. Roho Mtakatifu yuko sawa na Mungu Baba, yuko sawa na Mungu Mwana, yuko sawa naye. Katika zile nafasi zote za sawa, kwa sababu Mungu ni mmoja, amejifunua katika nafsi 3. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini Roho Mtakatifu kama tulivyojifunza ndio chanzo cha uhai wetu na nguvu sisi wa Kristo. Pasipo Roho Mtakatifu hakuna nguvu yoyote tunaweza kuwa nayo. Lakini Roho Mtakatifu, hiyo ndio nguvu ya Kristo inayotenda kazi ndani ya kanisa. Nguvu ya Kristo inayotenda kazi ndani ya Kristo. Huyo tunasema Roho Mtakatifu kama nguvu ya Kristo inayotenda kazi ndani ya Kristo. Pasipo huyo Roho Mtakatifu sisi hatuwezi kufanya chochote. Katika karne hii ambapo kuna mafunuo mengi, tunaona mpaka Kristo anajifunua. Hipo ishara na ajabu ambazo hazitoki kwa Mungu. Ni namna gani wewe unaweza ukaelewa? Namna gani na ushawishi wa dunia wa kufuata dunia unaongezeka sana. Tunahitaji Roho Mtakatifu katika karne hii kwa kipindi chochote kile. Kwa sababu yeye ndio atakayetusaidia na kututia katika kweli yote. Na kutusaidia katika maisha ya ushindi huyo Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio pumzi ya kanisa. Tusipokuwa na Roho Mtakatifu, kanisa ni sawa na mwili ambao umekosa pumzi. Kwa hiyo inakuwa sawa mwili umekufa. Na ndivyo pia katika maisha yetu ya kawaida tusipokuwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa tuelezee Roho Mtakatifu. Tunaenda kumtazama Roho Mtakatifu kwa namna tofauti. Cha kwanza, Roho Mtakatifu ni Mungu. Cha kwanza, Roho Mtakatifu ni Mungu. Kama tulivyosema, Roho Mtakatifu si upepo kama ambavyo wengine wanadhani, au nguvu fulani ya ajabu ambao inajifunua wakati wa maombezi, au wakati wa ishara na ajabu fulani za kutendeka. Roho Mtakatifu ni Mungu kamili, na yeye ni sehemu ya Utatu Mtakatifu. Na katika ule ushirika wa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ni Mungu. Soma ile Mathayo 28:19. Soma ile 28:19. Mathayo 28:19. Nayo inasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunamwona Yesu ambaye sisi ndio msingi wa imani yetu, ambaye tunamwamini na kumtazama, mwenye kuanzisha na kuikamilisha imani yetu. Alimweka Roho Mtakatifu katika ile nafasi ya Baba sana. Akasema, nendeni mkiwabatiza watu kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na kwa jina la Roho Mtakatifu. Akasema kwa majina, alisema kwa jina, akionyesha umoja. Akasema kwa majina ya Baba, alisema kwa jina. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu alikuwa hata kabla msingi wa mbingu haijakuwako. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana. Na hivi katika hii Mathayo 28:19 tunaona pia Yesu alimfunua. Na ukiangalia pia katika ile mwaka wa kwanza wa Yohana 5:7 inasema wako watatu washuhudia mbinguni. Tunajaribu kurudia kile ambacho tunajifunza asubuhi. Wako watatu washuhudia mbinguni, ambaye ni Baba, Neno pamoja na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa Biblia inamfunua Roho Mtakatifu si kama kitu, bali ni Mungu kamili katika Utatu na Mungu mmoja. Kwa hiyo tunapomtazama Roho Mtakatifu tunamtazama kwa ajili ni Mungu kamili. Huyo ni uhusiano wa karibu kabisa Roho Mtakatifu na Roho Utatu. Hii ni Mungu mmoja lakini katika nafsi tatu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ana mamlaka moja kwa moja. Yeye ni Mungu kamili. Kwa hiyo kama tulivyosoma, kulikuwa kuna ushirika moja kwa moja kati ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa maana sasa Bwana Yesu anasema tukiwabatiza kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na kwa jina la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yeye ndio kila kitu katika Utatu. Leo hii kutoka neno moja tu kwamba Roho Mtakatifu ninamhitaji kama nafsi hai ndani yangu. Ninamhitaji kama mtu ambaye nitakuwa nazungumza naye. Na mhitaji ni Mungu lakini ni si kitu au pepo fulani. Nakumbuka nyakati fulani nilikuwa na rafiki yangu mmoja ambaye nilisoma naye. Hata tulipokuwa katika shule,
Kumbuka miaka ya nyuma kidogo, kama miaka 21 iliyopita, tukiwa tunajadiliana juu ya huyo mtakatifu, akaniambia Roho Mtakatifu, huyu sio Mungu. Roho Mtakatifu ni nguvu fulani tu. Akanipa na maandiko baadhi. Akaniambia Roho Mtakatifu ni nguvu. Lakini mimi nikamwambia hapana, Roho Mtakatifu ni Mungu, ni nafsi kamili. Kwa hiyo bado kuna watu wanatazama namna hiyo. Sasa inawezekana katikati yetu pia tunamwona Roho Mtakatifu kama tu ni sehemu atumpi nafasi katika ibada. Kumbe yeye ndio chanzo cha uzima wetu. Hata hiyo ibada ambayo tunaiendea, yeye ndio mwenye uzima. Yeye ndiye anayeitia uzima. Maana Yesu anasema maneno haya aliyowaambia ni roho na tena ni uzima. Mwili haufai kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma katika ile hiyo waraka wa kwanza Yohana 5 na ule mstari wa 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa kama wote tumeshajaribu kumweleza kwa nyuma, twende sasa tuangalie sifa kuu za Roho Mtakatifu. Sifa kuu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa sifa sawa na zile ambazo anazo Mungu. Ana sifa sawa na sifa ya Baba, ana sifa sawa na sifa ya Mwana, ana sifa sawa na sifa ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yeye yuko mahali kote. Yuko mahali kote. Kwa lugha ya Kiingereza wanaenda kutumia neno linaloitwa omnipresent. Yeye yuko mahali kote. Hayuko sehemu moja tu. Hayuko tu hapa kanisa. Yuko mahali kote. Hayuko kwa mtumishi wa Mungu kama yule au mtumishi. Yuko mahali kote. Kwa roho wote ambao wanamhitaji Roho Mtakatifu yuko. Tusome ile Zaburi ya 139 mstari wa 7 na 8. Kama tunao Daudi hapa anauliza swali. Bwana Yesu asifiwe. Niende wapi nikaifikishe na uwepo wa Mungu na roho wako? Zaburi ya 139 na mstari wa 7 na 8. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme Daudi anauliza swali. Yes, nitasoma Zaburi 139 mstari wa 7. Inasema, niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Mstari wa 8. Kama ningepanda mbinguni, wewe nitarudia. Kama ningepanda mbinguni, wewe uko. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Amen. Neno hili tunamuona mfalme Daudi ambaye anaonyesha kwamba alikuwa na ukaribu sana na ushirika wa karibu sana na Roho Mtakatifu. Anafika kiwango cha kuuliza, yeye wapi niepukane? Anauliza kwamba nitaenda wapi niepuke roho yako? Kama nikienda mbinguni, huko nako huko. Nikifanya kitanda changu kuzimu, huko nako huko. Kwa sasa Roho Mtakatifu yuko mahali kote. Daudi anayemfunua na kuuliza swali, basi hiyo ni ishara kwamba Daudi alikuwa na mshirika naye. Mwanadamu hawezi kujitenga na roho wa Mungu. Roho wa Mungu anajua. Kama sasa kidogo unakuta kafanya mambo yasi, unaona kama roho wa Mungu haoni. Kumbe roho wa Mungu anaona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeye yuko hata kama wanadamu haoni, roho wa Mungu anaona. Unapofahamu kadhalika unafanya jambo zuri, hata kama wanadamu hawawezi kukupigia makofi, lakini Roho Mtakatifu yeye ndio mwenye kutoa zawadi. Yeye anaona. Hiyo unapofanya anaona. Ishara unazofanya mbele zake anaona. Vile unavyo hata kuamka katika katika mambo ya Mungu, Roho Mtakatifu anaona. Unaweza usipate thawabu ya dunia, lakini Roho Mtakatifu anaona. Yuko hapo. Kwa hiyo niende wapi niweze kuepukana? Yeye Roho Mtakatifu yuko kila mahali. Hatuwezi kujitenga naye. Hatuwezi kumkimbia. Yeye yuko mahali. Sifa ya Roho Mtakatifu ni sifa ya Mungu. Kwa huyu Roho Mtakatifu tunamhitaji ambaye kanda yetu. Anasema huyu atakuwa msaidizi. Kumbuka si msaidizi kwa maana ya kukusaidia, anatusaidia sisi ili tuweze kukamilika na kuweza kuyatenda matendo mema. Lakini huyo ambaye ni msaidizi, mwenye nafsi ya Mungu ndani yetu, ambaye ni Mungu kamili, huyo
ana sifa ya kuwa mahali kote, ingawa yuko ndani ya, lakini pia anatenda kazi ndani ya, anatenda kazi ya ndani ya Mungu. Mara hii yuko kote mpaka mbinguni, kuzimu yupo pia. Kwa unaweza kuona Roho Mtakatifu ni mwanadamu gani katika maisha yetu. Kwa tembea kifua mbele kwamba nina Mungu mkubwa, na Mungu mkubwa, na Mungu mkubwa ambaye anakaa ndani yako. Ndio kifua tenda kwa ujasiri kama unapotembea, ndio kwamba unaye Mungu mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba hakuna umbali unaweza kumtenga mtu na Mungu. Hakuna umbali unaweza kumtenga mtu na Mungu. Kokote kule utaka kwenda, yeye Mungu yupo. Huyo Roho Mtakatifu yupo na atenda kujifunua. Roho Mtakatifu hana sifa ya kuwa mahali kote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sura pia Waefeso sura ya 2 na mstari wa 22. Waefeso sura ya 2 na mstari wa 22. Yes, nao nasema katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba sisi ni hekalu la Mungu. Pamoja na kwamba Roho iko mahali kote, lakini pia sisi pia tunafanyika kuwa mahali pake. Bwana Yesu asifiwe. Haya, neno la Mungu linasema ya kwamba katika yeye ninyi nani mmejengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Kwa hiyo iko mahali kote, lakini pia siko pia ndani ya Mungu. Sisi ni maskani. Kwa hiyo maana katika tunaambiwa wazi tusichafue katika namna yote ile, katika mawazo, hata mawazo yetu pia ndio kachafua. Hatujatenda, lakini kwa kitendo cha kwanza mabaya katika fikra tayari tunaanza kuchafua Roho Mtakatifu, kwa sababu huu mwili si hekalu. Ndio maana Daudi anasema mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yakapata kibali mbele za Mungu. Kwa hiyo kabla hajatoka yakapata kibali. Bwana Yesu asifiwe. Na akiwa ndani pia yapata kibali, kwa sababu mwili huu ni hekalu la Mtakatifu. Roho Mtakatifu iko mahali kote, iko pia ndani ya wako, na wewe ndio hekalu lake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia uwepo wa Mungu si wa sehemu fulani tu. Tusome ile Yeremia 23 na mstari wa 24. Yeremia 23 na mstari wa 24. Tusome Yeremia 23 na mstari wa 24. Yes, nasema, je, mtu yeyote aweza kujificha mahali pasiri nisimwone? Asema Bwana. Je, mbingu na nchi hazikujawa nami? Asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba Roho Mtakatifu anasikia, Roho Mtakatifu anaona, Roho Mtakatifu anajua yote. Roho Mtakatifu hakuna sehemu ambako mwanadamu. Yeremia nabii hapa anaongea katika Roho, anasema, je, mtu awe yoyote aweza kujificha mahali pasipoonekana, hata mimi nisiweze kumuona? Kwa hiyo sasa Roho Mtakatifu yuko mahali kote. Hiyo sifa ya Roho Mtakatifu ambayo tunamzungumza hapa, baada ya hili somo tutakuwa tayari. Yupo tayari ndani yetu, ili ataanza kujifunua na kujidhihirisha. Tukiwa katika ndani ya somo na baada ya somo, Roho Mtakatifu anajidhihirisha, kwa sababu tutakuwa pia tumemfahamu na pia tumemwelewa zaidi. Lakini kwa Mkristo huu ni ukweli wa faraja kuu. Yesu asifiwe. Nisoma katika Yohana 14:16-17. Tuisome hiyo. Yohana 14:16 na 17 nasema, huyo Roho Mtakatifu atakuja, huyo atawatia katika kweli yote. Yohana 14:16 na 17. Yes, nitasoma. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. 17. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumwoni wala hautambui, bali ninyi mnatambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Kwa hiyo Bwana Yesu alikuwa anatuambia hapa juu ya Roho Mtakatifu ambaye uwepo wake yuko mahali kote, ambaye uwepo wake utakuwa pamoja nasi.
Huyu Roho Mtakatifu anatusaidia uwepo wa Mungu uweze kuwa katikati yetu na kila wakati na kila saa. Hakuna mtu mwingine yote ila huyu Roho Mtakatifu. Kwa tunapoendelea kujifunza juu ya habari ya uwepo wa Roho Mtakatifu, kumbuka kwamba anayo sifa hiyo. Yeye ndiye anayetufundisha kwamba kwake yeye tukimfahamu basi tumjua Yesu. Tukijua yeye tumjua Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii inamaanisha nini kwetu sisi wa Kristo? Roho Mtakatifu ni Mungu na uwepo wake ni wa milele. Roho Mtakatifu ni Mungu na uwepo wake ni wa milele. Tunamjua leo, tuko naye. Asema huyo atakaa nani daima. Atakuwa nasi katika nyakati zote. Atakuwa nasi baada ya maisha haya, katika maisha haya, hata baada ya maisha ya sasa, ya maisha yajayo. Bado Roho Mtakatifu tutakuwa naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani ambaye asiyependa kuwa na Roho Mtakatifu? Nani asiyependa kuwa na Roho Mtakatifu? Kila mmoja anapenda kuwa na Roho Mtakatifu. Hususan sisi katika nafasi yetu hii ya Ukristo, Roho Mtakatifu ni muhimu sana, kwa sababu pasipo yeye sisi tutapotea. Pasipo yeye Ukristo wetu hauna maana. Pasipo yeye tunakuwa hatuna nguvu. Yaani hata kama ni ibada yako unaomba, unajaribu kuamka usiku unaomba, unakuwa kafu unajilazimisha. Na ibada hiyo shana kutazama tuko pembeni na kuangalia, kwa sababu hauni nguvu yote ndani yako. Hata unapoomba na kuamuru kitu kinakuwa hakina matokeo ya kiroho, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio mwenye kutiisha yale maneno unayozungumza aweze kupata nguvu. Anayefanya yawe na nguvu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu asipokuwepo, hata sisi tunakuwa na nguvu. Hata katika nyimbo zetu tunapokuwa tunaimba, zile nyimbo zinasikilizwa. Ukienda huko duniani ukiangalia, wengine nyimbo zao zinakuwa zinapaa, sababu ndio wanatumia nguvu nyingine. Sasa hatuko upande huo, kwamba atakayesikiliza hawezi kutiishwa. Na Yesu asifiwe. Unakuta nyimbo tu kawaida, lakini unafika unakuwa. Lakini sisi tunaye yeye aliye juu ya vitu vyote, yeye aliye mahali kote. Kwa sisi tukifahamu, hata nyimbo zetu zitakuwa zina nguvu ya kuweza kuleta mabadiliko juu ya maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Nyimbo zetu zitakuwa zinaimbwa, hata katika nyimbo uwepo wa Mungu unashuka, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anayetiisha ile nyimbo. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasikiliza wimbo mmoja, historia ya ule Yesu ni Bwana. Na ufahamu yule mtumishi wa Mungu aliimba huo wimbo. Sasa wakati hakui kabla ya kutunga, mtumishi mmoja akawa akiwa katika hali ya maombi sana. Sasa anaona mbinguni ule wimbo unaimbwa. Malaika wanaanza kuimba ule wimbo. Yesu ni vile vile tunavyoona Mungu. Yesu ni Bwana. Na Yesu asifiwe. Kwa hata ule wimbo unaona Mungu Baba uliye mbinguni. Ukiangalia mtoto wa ule wimbo, si katika hali ya kawaida. Kumetokana na ule ushirika ambao mtu binafsi anakuwa akifunga ule Roho Mtakatifu anaashiria ile mafuta. Kwa Roho Mtakatifu ni muhimu kwa kila kitu. Kila sehemu ya maisha yetu, kila maeneo, katika kazi zetu, uwe katika sekta ile yote unayofanya, Roho Mtakatifu ni muhimu mno. Pasipo Roho Mtakatifu sisi hatuwezi kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Somo ile 28, Yohana, Mathayo 28 mstari wa 20. Yesu hapa anatuambia neno, tazama mimi. Mathayo 28 mstari wa 20. Mathayo 28 mstari wa 20 unasema, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Jua kabisa kwamba Yesu anatuambia kwamba mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Alikuwa anazungumza juu ya habari ya Roho Mtakatifu. Huyo Mtakatifu uwepo wake uko mahali kote. Kama tunasema sifa ile ya Roho Mtakatifu, sifa ya kwamba yeye atakuwa mahali kote, yuko mahali kote hata ukamilifu wa dahari. Kila siku yupo, tukitembea uko naye. Ukilala hata usiku yuko naye.
katika matatizo uko naye, hata unapolia katika changamoto uko naye. Bwana Yesu asifiwe. Yeye yuko. Tuangalie sasa sifa nyingine kwa wakawaka. Ndio tumeenda sana na leo jioni kuna kwenda sehemu nyingine, basi tutajaribu. Roho Mtakatifu anaweza yote. Sifa ya Mungu. Roho Mtakatifu anaweza yote. Kwa Kiingereza wanatumia neno wanasema omnipotent. Roho Mtakatifu anaweza yote. Sifa ya Mungu hiyo. Yote yanawezekana kwa kila kitu. Tusome ile Luka 1:35. Roho Mtakatifu anaweza yote. Luka 1:35. Luka 1:35. Nao nasema, malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa mtakatifu, mwana wa Mungu. Tunaona hapa malaika Gabrieli wakati amemfuata anamwambia Maria namna ambavyo itakuja kutokea kwamba atachukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio nguvu ile, kwa sababu yeye anaweza yote. Hilo Mariamu akamuuliza swali, itawezekana vipi? Mara ni si nne alichosema yanawezekana kwa wanadamu inawezekana, lakini kwa Mungu inawezekana. Kwa Roho Mtakatifu anaweza kufanya mambo yote. Hakuna jambo Roho Mtakatifu asiweza kufanya. Lile ambalo Mungu unaliona haliwezekani, kwa Roho Mtakatifu anaweza yote. Kwa yeye ana sifa ya Mungu ya kuweza yote. Yeye anaweza, hakuna jambo kubwa ile yote ambalo yeye hawezi kulifanya. Ukiangalia hili anasema na nguvu zake aliye juu. Na nguvu zake aliye juu zitakufunika. Na hicho kitazaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Neno Roho litamkaba nguvu aliye juu. Lile neno ambalo Yesu alitumia katika Mathayo 1:8 katika mazungumzo ya kwamba ndipo mtapokea nguvu akishawajulia juu yenu. Haikuwa zungumza habari ya Roho Mtakatifu. Yeye anapokuwepo Roho Mtakatifu kunakuwa pia kuna nguvu yake ya utendaji kazi ya kuweza yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ile ni nguvu ya dunamis, ambayo si asili ya nguvu za kibinadamu. Hii ni nguvu ambayo inaweza kufanya mambo yote. Lazima tu kwamba wewe uwe na imani. Imani tu ndio inayofuta. Na Roho Mtakatifu hawa kujarasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni nguvu ya kufanya mambo yasiyowezekana. Kwake yeye inawezekana. Tunaona Yesu wakati anatembea ishara na ajabu. Ile uwezo ambao Yesu alikuwa akifanya, alikuwa anafanya kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kama ndio Yesu anakuambia hata ishara hizi naye mtazifanya na kubwa zaidi ya hizi. Kwa sababu gani? Yesu alijua Roho Mtakatifu ndio mtendaji wa hizo kazi. Hata kama ndani yetu na yeye ndiye atakayokuwa anatenda. Sisi tutatokea tu kama chombo, kwa sababu sisi ni hekalu lake na yeye anakaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tutalote tutakaoliomba sasa na ile maandiko anasema kwamba nitalifanya. Bwana Yesu asifiwe. Nitalifanya. Hapo tutakaoliomba mkiamini kwamba imekuwa ya kweli bila kuwa na shaka, Roho Mtakatifu atalitenda. Bwana Yesu asifiwe. Tusome pia Mwanzo 1:2 kwa Roho Mtakatifu yeye anaweza yote. Mwanzo 1:2 Mwanzo 1:2 naye anasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Unaona kwamba Roho wa Mungu hapa ndio alikuwa anatenda kazi katika wakati wa uumbaji. Anasema nayo dunia ilikuwa ukiwa, giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso. Kwa hata ule mpangilio mzima tunaona ikawa hiki alikuwa akitenda katika uumbaji.